believers born again, prayer gives you power. Bwana Yesu asifiwe. Nikuulize swali. Nitakwambia kitu ambacho take it so lightly, isikusumbue sana. Who is this person? Is he a preacher? Is he a pastor? Is he an evangelist? Is who? Politician. Am I correct? Do you know that this man fasts? I have witnessed myself. Do you know? Yes, this man is fasting. Kama ako mahali na ana watch, anasema, atajiuliza, ulijulia wapi? This man fasts. I have facts about this. He is not a preacher. Nizime hii microphone wafundishe kitu. Zima hii. Niliwaambia until muwe na altar iliyoshinda yake. Mnakumbuka lakini? Na niliwaambia if someone is a prophet, let him prophesy and wait for the prophecy to come to pass. This man does this. And this man huwezi mshinda. Akifunga unamuita mjinga, akitoa sacrifice unamuita mwizi. Si ndio lakini? Si ndio lakini? Alafu siwajana na hiyo story, turudi kule kwetu. Now, that is a practical example. Now you realize that there are people in a different ministry. Some of them are businessmen. Now, ni vile hii swali nikiuliza kuna mtu ananijibu. Kutana na devil worshiper yeyote, mtu ambaye amewahi kuwa devil worshiper, watakwambia huwa wana sacrifice na huwa wana fast. Kutana na mtu yeyote ambaye amekuwa na majini, they sacrifice. So wewe unashtuka. Wewe unasema naenda kufanya nini? Business. Si ndio? Because you are from where? School. And you have what? Capital. And you don't understand the supernatural. You understand nothing about supernatural. Huyu mtu mwingine ambaye anatoka kwenye evil altar, kabla hajaenda kufanya business, kabla hajakuja hapa kwa biashara, anaenda kwa madhabahu yake. Anaenda ana sacrifice. Akishaenda kwa sacrifice, ushasikia mtu akisema huyu anafanya biashara na majini. Ameenda kwa madhabahu yake akapewa roho chafu inaitwa majini
inamletea mali. Wacha wivu, nawe nenda kwa madhabahu yako inaitwa holy altar or higher altar, uende uchukue Holy Spirit ikusaidie kwa biashara, la sivyo wacha wanaotumia majini wakushinde. Unasema mtu amekuja hapa na irizi, si ndio? Wewe si uende kwa madhabahu yako uchukue roho? Nani amekuzuia? Bwana uniongoze kwa imani, nipande milima. Utapanda milima utaamini. Ukishuka utachoka. Wao wanajua sacrifice. When you ask young people, they will tell you, we don't believe in those sacrifices. We went to school. You went to school and you have nothing. Naongea ukweli. It hurts. The Bible says was David a preacher? Was David a preacher? The Bible says David, when he sinned against God through fornication, the man fasted while David was a king. Am I right, my son? He was a king, and there was a prophet called Nathan, but David fasted. So here is a king who is fasting, and Solomon sacrificed. Here is a king who is fasting while there is a prophet, because fasting is not for preachers alone. Blessings are not for preachers alone. I fast to get power to heal the sick and preach the gospel. You fast to receive power to succeed in business and defeat your enemies. You fast to receive power and authority. If you are in charge of a company, ukisimama, unaona vile naongea, si ndio? You are 20? 23. How old are you? 20? 32. 32. And you, uko na miaka mingapi? 48. Wewe ulisema yako. Sema tu rika lako, Pastor Isaac. Baba, uko na miaka mingapi umri wako? 67. And they are older people than him, listening to one middle-aged man. Amen. Mtu angesema he is preaching to his age mates. But am I preaching to my age mates? Mami, uko na miaka mingapi? 68. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vile. Umetoka wapi mama? Kaimosi. Baba, umetoka wapi? Bungoma Webuye. Bungoma. Umetoka wapi? Kisumu. Umetoka Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Kijana wangu, hakuna vile mtu atavuka boda kutoka Tanzania aache wachungaji wale eti anakuja huku Kenya. Kama hauna nguvu kwa maneno yako ya kuingia kwa masikio yake ya kiroho kupitia kwa TV, atafute nauli na atafute passport, anaenda kutafuta hiyo roho. Sasa ukitaka kuongoza kwa zile kazi mnazofanya, the moment you fast and pray, you receive power and authority. Sasa plus sacrifice. Ukisimama ukiongelesha watu, you are young, and every person of every age will listen and obey you. Like Pasi, uko kwa kazi. You know, when I speak to my fellows, ni wakubwa, wazee, somebody like my father there. Yes. When they come to do, unajua kazi yetu, we deal with waste management, waste papers. Yes. So when I speak, because the boss amenitrust,
When I speak something they say, oh, that boy has a point. Na mimi hata mwenyewe sijui nasema nini. But because of here, I do tithing and sacrifice. Napatanga vitu zingine I don't hata understand. Mimi nikiongea naona watu wazima, ninakutana na viongozi, kwani wale wengine nimewajulia wale. Hatujasema mtu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja huyo aliniuliza, and you are so humble, lakini wewe ni kichwa ngumu. Are you the same person who used to preach, who preaches on TV? Yes. You look so humble, but wewe ni kichwa ngumu. Lakini hajakosea, hata mimi najua. Bwana Yesu asifiwe. Then we sat down. Lakini hii kitu si story, si hata nyinyi mko nayo huko kwa TikTok. We sat down, tunapiga story, tunaongea mambo ya Mungu, tunakunywa chai, tunauliza kuliharibikia wapi, tunaongea na ameketi na naongea point, ananisikiliza. Lakini ukienda kwa mtu anaitwa, atakwambia kabla sijaenda huko nilimwambia I'm fasting. Sababu watu wote wako na akili sawa, lakini ukiingia katika supernatural utakuwa na akili ya kuongelesha hawa wenye akili sawa. So that is why uwezi kushinda mtu aliye na madhabahu yake, anafunga, anaomba, ana sacrifice, he is obedient. Hakuna mahali utamshinda. Wewe piga kelele tu. Watu wangejua umuhimu wa fasting and prayer, hakuna mtu angekaa kwa nyumba. When you are fasting, okay, we have three people. The first person, hakuna time ya kala. The first person, si sote tunakumbuka hii. We have the body, soul, and we have the spirit. This is the power. This is the person. What person? Spiritual person. Because this is what the spirit uses to function. Because the spirit and the body, they don't meet anywhere. Amen. Huyu mtu ndiye anaendanga mbinguni. Huyu mtu ndiye ako na senses. This one is the cloth. Hii ndio nguo ambayo imefunika huyu. Lakini huyu ndio power sasa. So ikiwa hii power iko hivi. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Is it red? Is this red? No. Is it yellow? Is it pink? It is weak. Umeelewa the term weak? It is neither red nor yellow, because we have red and something like yellow. Then, so when it is weak, it is powerless.
When you fast, you empower your spirit. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Pole 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 pole, hakuna weakness yoyote. So whenever you speak, ni huyu mtu ndiye anaongea. Hawa wote ambao roho zao zinakaa blue, sijui zinakaa pink, ukisema tu quiet, kila mmoja ananyamaza. Why? How? So, Daddy, at what point do you get the spiritual weapons? The spiritual Weapons when we fast. At what the time? spiritual weapons comes when you are weak. When you fast, what happens is that weakness begins to disappear. And when you fast, you attract demons. Hata yule alikuwa anasinzia ameamka. We. Umesikia kuchoka? When you fast and pray, you draw the attention of demons. So ukianza kufunga na kuomba, mapepo yataamuka, wataanza kukutambua na watakuja wapigane na wewe to discourage you and demoralize you. Unasema na nimetoka maombi na ninapitia mambo gani haya? Sasa nimemaliza mfungo na sasa haya ndio nini? Ulifunga, na ukishafunga shetani anajua umeanza kuwa na haki, atakuja kupambana na wewe. Now use the power from fasting, prayer and sacrifice. Na ukianza kupigana na hayo mapepo, unajenga misuli. Na ukijenga misuli, then you become powerful. Lakini when you draw the attention of demons, then you are attacked. Once you are attacked and you run away, you stay with power but you don't have muscles. You are weak. Huyo ndio mwokovu ambaye ananyongwa usiku na ameokoka. Akinyongwa anasema Jesus. Jesus. Yes. Lakini yule amekuwa akipambana, he never runs away. Anaona pepo kule, anasema in the name of Jesus. Kwa ndoto mapepo yanateketea kule. Amen. What was your question again? The question was, how will fasting, but I've known it, is for believers. That is where I never knew. I thought that we come here, we fast, now when I go home, I will go and cast out demons. No, I never thought like, Pasi, it's for believers. But now you know. Yeah, now I know. Fasting and prayer is for believers, not pastors. We fast and pray for something else. You people fast and pray for something else. You need power. Otherwise utakuwa
Ukienda kanisani, ukienda kazini, ukirudi, pastor, niombe. Kuna mtu mwingine ananitatiza huko kazini, lakini natamani mwanangu ambao nasikia anatajwa huko, huyo mtu ni devil worshiper, anaenda New Life. Nasema huyo mtu ako na pesa, tumemjaribu, ni kama ako na majini. Yes, amen. Power and authority. It is power versus and altar versus. Unamwambia ngoa ni kungoe. Unasikia mtu anakuambia mimi naenda mahali mtaona, unacheka. Umeketi hapo na unatuma sacrifice, alafu nasema nafunga kesho. Wewe njoo kesho kuta tukutane. Kitambo arudi, atafika akiwa pikipiki ilingoa vidole vyake vitatu. Amen. Huyo kijana ameuliza swali muhimu la mwisho. Now, how do you know your purpose in life? Because sometimes you teach, there are people in the wrong careers, doing nothing. Life is just moving. Oh yes, umeamuka, twende, they are doing nothing. My son, the laziest lifestyle is to wake up for breakfast. Aina ya maisha bure isiyo na maana ni kuamukia breakfast. People who have meaningful life, they are not interested in breakfast. They don't have time for breakfast. Watu wanaoishi maisha ya maana wanakumbukanga kwamba hawakupata breakfast. Kuna mtu anaelewa kinasema? Do you know that watching TV in the evening and soap operas is meant for lazy people who have nothing to do in the house? Yes. Watching movies and Alejandro and Del Piero, hiyo yote ni ya lazy children who do not want to go to school. Na watu ambao hawajui wanatoka wapi na wanaenda wapi. To keep them busy ili wasiende kuibia watu. Lakini mtu yeyote aliye na maana ya maisha, kuna kitu anaenda kuwatch kwa TV, akishaipata anaenda kupumzika, anaraukia kazi. Ninawafundisha kitu. Now, to know your purpose in life, you will never know your purpose in life until the person who gives meaningful life a purpose comes. Mimi sikujua naenda wapi, natoka wapi, mpaka Roho wa Mungu alipoingia akaniambia wewe ni mtu fulani. Mwanangu, watu wengi wanajua Monday naenda kuona Pastor Ezekiel Monday. Hakuna kitu cha maana nazungumza na wewe Monday. Hakuna. Ukiniuliza kitu cha maana nakwambia sitakujibu leo. Monday ni siku niko na familia yangu. Hakuna kitu cha maana nafikiria. Hakuna. And when a day ambao usikuomba vile ninavyotaka, sikudanganyi hata kama nilikuahidi nini sikupi. Because the person ambaye huwa anafanya kazi hayuko kazini. Ezekiel ndio yuko. Unless unichokoze, namwambia malizana na huyo mtu. So I have a purpose in life because the Spirit who gives me purpose or meaning in life lives in me. Maandiko nasema na Roho wa Mungu akasema niteulieni Barnabas na Saulo kwa kazi niliyowaitia. Do you have a Bible? Yes. And Exodus chapter number 31 inasema, see, for I have chosen Bezalel, the son of who? Someone, the son of who? Someone, and I have filled him with the spirit of who? God, to work in what? Gold, silver, and everything. Then the same Bible says, I am sending who? I am sending
the brother of Moses, anaitwa nani? I'm sending Aaron, he will speak on your behalf as a prophet. So God gives Aaron purpose. Wito wako ni kuwa nabii wa Musa kigugumizi. Mungu anampa Bezalel purpose. You are going to work in gold, silver and iron. Mungu anapeana Paulo purpose. You are going to deal with the demons. I'm sending you to preach to Jews and Gentiles. What is your purpose in life? Your purpose is not to have a job. Job is to give you money to keep your body alive. But you did not come to be employed with Kenya Railways. Oh. And Moses was born to take the Israelites from Egypt to where? Canaan. And Joshua was born to become Moses' aide and to facilitate and accomplish the mission. And the 70 elders were appointed to help who? Moses. There was someone, my son, by the name David. He was taking care of the sheep in the field. But wajua si umezaliwa na baba amesema nenda ukachunge kondoo. Sasa unafikiria your purpose in life ni kuchunga nini? Kondoo. You are meaningless. Ama nitumia lugha ya wainjilisti. You are useless. Hiyo ndio maana unaambiwa wewe nenda ukachunge wale. Siku ile uchungi hao, nenda ukafanya ile. Lakini siku ile Daudi alipewa purpose in life. Anoint the son of Jesse to become the king. It is the spirit. Jesus, the day he came from the wilderness, what did he say? The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel to the needy. Na anasema, for this reason I came. To do what? To die. What was the purpose of Jesus on earth? To become a sacrifice, to die for us. He did not come to marry. Jesus did not come to marry. In fact, Jesus did not come to preach. He came to die. Through his death, we are delivered. So, do you know your purpose in life? Pastor, I've not discovered my purpose in life. Then, you need to discover your purpose. Do you know, my daughter, you are not born to be married. Marriage is part and parcel of your life. Kwani ulizaliwa uwe mweupe? Kuolewa ni kama kuwa mweupe, kuwa mweusi, kuwa na mwanya kama mimi. Oh, nimeolewa, I thank God. Akili haifanyi kazi vizuri. For this reason, I came to preach. Amen. Lakini nimeoa Sara. Nilimwambianga siku ya kwanza, alishtuka. Nikamwambia, mama, unajua mimi si kuja kukuoa. Kanisa, nikamwambia, mimi si kuumbwa kukuoa. Mimi niliumbwa nihubiri injili. Kwa hivyo umenioa ili tuishi. Nisije nikazini huko na wewe pia maisha yako ikamilike. Wewe si uliyezaliwa mwanamke ili upate mwanaume. Si umenipata? Si tunaishi. Lakini tukiamuka tunaenda kuhubiri. That is our purpose in life. Kwa hivyo inamaanisha 99% of the living people do not know their purpose in life. Amen. Akipata kazi anaenda nyumbani, anaenda kucelebrate, nimepata job. Haina neno. Niulize swali ama niachane naye? Umesema uko na miaka mingapi? 23. Okay, niulize swali ya huyo kijana wa 23. Nani anajua maana yake ya kuishi dunia hii? Kile kilichokuleta. Ulikuja kufanya nini? Asfies. Watu wa Mungu, mbona mnaniangalia hivyo na mimi nauliza swali? Nani anajua kwa nini alikuja?
Ulikuja kufanya? Kwa nini ulizaliwa? Ulizaliwa uhubiri? Hiyo ndio yako. Then get into it, sababu time imepita. Ukishajua ulizaliwa kuhubiri, go for it. Do not waste time doing business. Wacha nayo. Na kama mke wako hataki, anataka ufanye biashara, wacha aende kwanza, atarudi tu. Mbona umeshtuka sana? Amjui. Hakuna kitu kibaya. Hiyo ndio maana unaamuka, unafanya biashara hii, ikienda vibaya, unafanya biashara nyingine, ikienda vibaya, unaenda na ile gari nayo Inamaanisha hujui kule unakotoka na kule unakoenda. Hujui kwa nini ulikuja, hujui kule unakoenda. Ile gari ambayo imerekebishwa inaenda. Unaenda wapi? Sitaki kukaa hapa. Kwa hivyo unaenda wapi? Wacha nitajulia mbele. Why did you come? Imagine kuna watu waliojua kile ambacho nafundisha wakiwa kwa tumbo wakaanza kupigana kwa tumbo. Daudi anasema, you required righteousness before I was born. Right in the womb you wanted me to be righteous while it was impossible. Yakobo anapambana na Esau kwa tumbo. Kila mmoja anataka kuwa mzaliwa wangapi? Maana wanajua umuhimu wa kuzaliwa. La sivyo utateseka. Kuna mama mmoja alifutwa kazi ya kuosha vyombo. Akaja hapa akaniambia, pastor, niombe anirudishe. Nikamuuliza, utaosha vyombo vya kwako lini? Umeosha vyombo vya wenyewe mpaka unalilia vyombo vya wenyewe? Si hata wewe useme, jameni pastor, niombe niwe na maisha yangu. Si ndio? Asante mwana. To know your purpose in life is when the Holy Spirit comes to tell you why you came. Pasipo hiyo hautajua. That is why we need him. We need the Holy Spirit. We need him. You need him whether you are a leader, you are not a leader. There are people who are not leaders. They are in the position of leaders because they are no leaders. There are people who are in position of leadership because there are no leaders. And they are leading people, and all of them are led by no leader. Maandiko yanasema, na Mungu akasema, wewe hujui nimemkataa nani? Sauli. Kwa hivyo Sauli anaongoza lakini si kiongozi. Na watu wanasema mfalme uishi milele. Kuna familia ambao boma nzima ni giza. Baba ni giza, mama giza, wajukuu ni giza, watoto ni giza, wako tu wanazunguka kama kondoo. Ikifika jioni kila mmoja analia kama kondoo, wanaenda kula. Wakisha kula wametulia wote. Wakiamuka hii. Lakini umenielewa? Lakini ukiwauliza mwaenda wapi, aniye naye anakuuliza tunaenda wapi? Kwani watu wanaenda wapi? Mtu mmoja akipata kazi kwao, watu wote wanaenda kwake kama hizi. Bora tu washakula, wanaenda kulala. Hakuna mtu akili yake inafikiria. Wakiamuka, wanaamukia kwa sufuria ya mtu ngapi? Unakamuliwa na watu 28. Wakishakula, wametulia. Wakiamuka, na zingine ni za simu. Kila mmoja awe na maana katika maisha. Mtu akipata nafasi yake maishani, hawezi pigia mwingine simu. Asante. Nipate
kama wewe kama 7 hivi. Ha? Vile tumekuja hapa leo. Ushasikia nikisema kwamba ukija maombi, omba kitu cha maana. Si ndio? Kama hauelewi mwambie Mungu, naomba tu unisafishe fahamu, sielewi kitu. Be genuine and honest in your prayer. I don't know and I don't understand. Please reveal yourself to me. Musa akamuuliza Mungu, nitatembea na Mungu ambao usimjui? Mimi sijakujua na haujajidhihirisha. Jitokeze, nataka kukuona. Alimuuliza Mungu, nikienda huko wakaniuliza nani amenituma, niwaambie anaitwa Mungu. God, which God? Musa, I am who I am. Hivyo nenda waambie Mungu wa baba yenu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa nani? Wa Yakobo. Anaitwa nani? I am who I am. Alipojitokeza kwa wengine akasema mimi ni Jehova Jireh. Hayo majina Jireh, Jehova Nisi, Jehova Rafa Mungu alipewa na watu. Jinsi walivyomuona wakasema huyu ni Mungu aonaye. Huyu ni Mungu bendera ya ushindi wa. Lakini Mungu haitwi Jehova Jireh. Hiyo si jina lake. Jehova Nisi sio jina lake. Jehova Rafa si jina lake. Anaitwa I am who I am. Hajawahi kusema mimi ni Jehova Jireh. Musa akamwambia, si uniambie, sijawahi kukuona. Reveal yourself, show yourself. I want to see you. Akasema hakuna mtu amewahi kuniona. Nitapita. Upon the rock you will stand. Who? Upon Christ you will stand. Paulo anasema the same rock that moved with you in the wilderness. Huo mwamba ambao ni Yesu Kristo ndio Musa alisimama katikati yake. You will never see God until you go to the rock. Amen. Watoto walale kidogo. Watu wazima mnanielewa, lakini watoto walale kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Upon this rock, Christ, not Peter. Peter, it was symbolic. Upon this rock, I shall build my church. Amen. Have purpose in life, please. Unajua nilikuwa naomba na mwambia Mungu, wamekuja kuomba sababu nimewaita. Je, wataelewa maana? Si udhihirishe, angalau wafurahie kufunga na kuomba, wape matunda.